Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Andiko letu la msingi linatoka katika kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 15 na ule mstari wa 13. Katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 15 na ule mstari wa 13 ambao unasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Asante Mungu wa mbinguni kwa neema yako na fadhili zako za ajabu. Asante kwa ajili ya usiku huu ambao Bwana umetupa wana wako kuketi mahali hapa. Bwana, tazama sasa ninaleta neno hili la ufunguzi na neno litakalotusaidia katika kusimamia maombi yetu jioni ya leo. Bwana ukae pamoja nasi. Roho Mtakatifu ninakualika ukaseme pamoja nasi. Roho Mtakatifu ninakualika ukazungumze pamoja nasi jioni ya leo. Wewe ndio ukae mnenaji, wewe ndio ukae msemaji katikati yetu. Ni katika jina lako takatifu Mfalme najikabidhi mikononi mwako, na Bwana nitumie sawa sawa na upendavyo. Amen. Akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Haleluya. Neno letu la msingi linasema, na ndio kiini cha ujumbe wa usiku wa leo, kwamba kila pando lisilopandwa na Baba yetu wa mbinguni lazima ling'olewe. Kuna vitu vingi sana kwenye maisha yetu. Yako mambo mengi sana kwenye maisha yetu ya kila siku ambayo hayajatokana na mpango wa Mungu. Hayo mambo lazima yaweze kung'olewa, ubaki wewe na yale mambo ambayo Mungu amepanda kwako. Haleluya. Viko vitu shetani ameviwekeza. Yako mambo shetani ameyapanda. Viko vitu ibilisi ameviwekeza kwenye maisha yetu ya kila siku. Lakini hivyo vitu vimetufanya tuwe mbali na uso wa Bwana. Vimetufanya tukae mbali na uso wa nani? Wa Bwana. Si kama tuko mbali na uso wa Bwana, basi hatuwezi kumkaribia Mungu wetu kwa sababu ya yale yaliyopangwa na ibilisi. Bwana apewe sifa. Ukisoma katika hiyo Mathayo 13. Mathayo 13, ukirejea mstari ule wa 24 pale. Mathayo 13:24 kuendelea nasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Nimepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Haleluya. Kwamba neno la Mungu linatoka katika Mathayo 13. Bwana mmoja alienda shambani kwake, alipanda mbegu njema. Alipanda mbegu inayostahili, mbegu njema ya ngano. Mungu amepanda vitu vyema ndani ya maisha yetu. Mungu alipanda vitu vyema kwenye maisha yetu. Alipolala huyo mtu aliyepanda, huyo kama ndo shamba, adui akaja usiku akinyemelea, akadondosha na magugu katika ile nini? Shamba. Biblia inatuambia walipolala, adui akaenda akadondosha mbegu isiyo njema, akadondosha mbegu isiyofaa. Katika hiyo mbegu isiyofaa ilipoota na ngano ilipokuwa, watu wakamwendea yule bwana wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema shambani mwako? Bwana, tunayaona magugu. Usiku wa leo tunaulizwa, Bwana hakupanda vitu vyema kwenye maisha yetu? Bwana, yanaonekana magugu kwetu. Haleluya. Kuna vitu vinavyoonekana kwetu visivyo vya Mungu. Yako mambo yanaonekana kwenye maisha yetu sio ya kimungu. Hayo hayajapandwa na Mungu. Hayo yamepandwa na ibilisi. Na kama yamepandwa na ibilisi, ukisoma ule mstari 28 pale chini mwishoni unasema, watumwa wakamuuliza, je, Bwana, twende tukayakusanye hayo magugu? Haleluya. Je, wewe una mpango wa kuyatoa magugu kwenye shamba lako? Je, wewe una mpango wa kuondoa magugu yaliyomea kwenye shamba lako? Tukipanda ngano, tukipanda mahindi, siku hizi tunachoma na dawa, magugu yasiendelee kuota. Haleluya. Kama tumepanda hayo kwenye mashamba yetu, tunaunguza magugu yasiwepo. Je, katika maisha yetu ya kiroho nini tunachokifanya? Katika maisha yetu ya kiroho tunang'oa yale yasiyofaa, tunayaweka kando yasiyofaa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Usiku wa leo tamani kila kisicho cha kimungu
kiondoke kwenye maisha yako. Usibaki na matamanio ya kwamba uendelee kuishi na vitu visivyo vya kimungu ndani, kwamba tumeamua dhahiri, tumepanga dhahiri kwamba kila lisilokuwa la Mungu kwenye maisha yetu hatulitaki. Tunang'oa, tunateketeza kabisa kwa moto isionekane tena. Haleluya! Tunang'oa kila kisicho cha Mungu ndani ya maisha yetu. Tunafuta kila agano ambalo limeaganwa nje ya mpango wa Mungu. Tumekubali kuwa wana wa Mungu ndani ya maisha yetu, tufanane na utu wa kimungu ndani. Haleluya! Kwamba tunapaswa tuweke vitu vya kimungu ndani, tuachane na maisha ya ulimwengu, tuachane na mapando yale aliyopanda adui, tuyaondoe kwenye maisha yetu, tupande vitu vipya ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Jioni leo tutakuwa tuna maombi manne. Jioni tuna msingi manne. Ombi la kwanza ni maombi ya toba na kujitakasa. Lazima tujitakase. Maombi ya toba na nini? Lazima tujitakase. Ukisoma katika Isaya 59 anasema, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, hata msiweze kuuona uso wake wala hata kusikia sauti zenu. Katika Amosi anasema, niongeleni kelele za nyimbo zenu na sauti za vinanda vyenu, kwa sababu maovu yetu sisi yamekithiri hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Tutaenda kuomba rehema. Mungu atuuishe, Mungu atutakase. Tunahitaji ushirika mpya na yeye, tunahitaji kupatana na yeye, tunahitaji kuwa sambamba na yeye. Bwana apewe sifa. Lakini tutakuwa na maombi ya ufunuo. Maombi ya ufunuo ni nini? Tutakuwa kwenye maombi ya ufunuo, tutaenda kumwambia Bwana atupe macho tuweze kuona yale mapando ambayo adui ameyapanda kwenye maisha yetu. Bwana atupe macho tuweze kuona magugu. Kuna magugu yanaota kwenye ngano, ukiitazama unaweza ukasema ni ngano. Ndivyo hivyo kwenye maisha yetu, kuna magugu yapo, ukiyatazama unaona ni Mungu kabisa, huyu hapa ni Mungu mwenyewe ndio amenena, lakini kumbe ni adui amepanda vitu. Lazima Bwana atuonyeshe, tuombe Bwana atufungue macho, tuone yale yasiyopangwa na Mungu kwenye maisha yetu. Hauwezi kwenda kung'oa usichokijua. Baada ya kung'oa ngano, baada ya kung'oa magugu, kang'oa ngano. Lazima tuombe Bwana tuonyeshe, hii ni magugu, hii ni ngano. Tuache ngano, tutoe magugu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi leo, usiku wa leo, hatuachi ngano na magugu vikakuwa pamoja. Haleluya. Amen. Yatatuteza baadaye kwenye kuvuna. Haleluya. Vikikauka pamoja tutateseka kuchambua. Sisi tunang'oa vikiwa bado ni vidogo. Bwana sasa tuonyeshe tuweze kutambua yako wapi ni magugu. Wataalamu wa kulima viazi visivyotakiwa, wakiviona tu wanapopalilia wanaenda wanang'oa, kwa sababu wanajua hichi hakistahili. Tumwambie Roho Mtakatifu tuonyeshe kisichofaa kwenye maisha yetu. Roho Mtakatifu tufungue macho tuone. Tunatamani, ni shauku yetu, tunataka kuona. Tutoe yale magugu, tuyaweke kando. Tena sio kuyaweka kando, maana magugu ya siku hizi ukiyaweka pembeni tu yanaanza kuota upya. Sisi tunang'oa na kuteketeza kabisa ili asipate nafasi ya kuota. Haleluya. Lakini pia sasa, baada ya kuonyesha, tutaenda kung'oa sasa yale mapando. Haleluya. Tutaenda kung'oa sasa yale nini? Yale mapando yasiyopandwa na Mungu sasa. Kwa sababu si tumeona kuonyesha, tumeona. Kwa kuwa tumeona sasa, tunaenda kuyatoa sasa. Sio kung'oa tu. Hii ni vita, ndugu zangu. Hii ni vita. Adui hatamani alichokipanda yeye kiweze kung'olewa. Shetani hatamani kila alichokiweka kwenye maisha mtu kiweze kuondolewa. Shetani akikufunga anatamani ndio kubaki kwenye kifungo. Tena anakufariji kwa maneno matamu, anakufariji kwa maneno mazuri. Mwanangu mpendwa, wewe ninayekupenda sana, hichi ni jambo, ni sehemu ya maisha yako. Usizubaike, usidanganywe na watu hao. Anakuambia hata hizo shida ulizonazo ndugu yangu ni sehemu ya maisha yako. Kuna watu wamekuwa katika maisha, wameziona shida ni sehemu ya maisha yao, kwa sababu hasitoki kwao. Adui amezipanga kukufariji. Tunasema pale huwa anang'ata ukakupulizia, ukajifunika vizuri na blanketi ili unaweza kupata kajoto. Haleluya. Shetani naye anang'ata na kupulizia. Shetani ni rafiki mnafiki. Haleluya. Anakufariji huko anakupeleka jehanamu. Anakufariji huko anakupeleka shimoni. Anakufariji huko anakuingiza uzidi kupotea. Ndivyo shetani alivyo.
Shetani hana sura nzuri. Shetani hana sura ya huruma na wewe. Shetani hajawahi kuwa rafiki na wewe. Shetani rafiki yake ni uovu. Shetani rafiki yake ni mambo maovu. Akiyaweka kwako, atayapepelea, atayamwagilizia ili yazidi kukua siku zote. Yatamea, yatapendeza. Ukiyatazama unaona yanavutia, ukiyatazama unaona yanapendeza. Ni kwa sababu shetani anamwagilizia vizuri. Amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Maana mtu huyo atakuwa kama fukara nyikani, hataona, yaani hatafurahia kuwepo, yaani hatafurahia. Unafahamu fukara, maisha fukara, yaani hatafurahia kuwepo kwake. Lakini Biblia inatufariji tena, inasema amebarikiwa yule amtegemee Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, wakati wa ukame hautaona hali, hautaona shani, hautagadhibika, hautatetereka, kwa sababu uko kando ya maji, haujawahi kukauka. Nyasi zinazomwagiliwa kila siku hazijawahi kuonyesha kukauka. Maua yanayomwagiliwa kila siku hajawahi kuonyesha kukauka. Hivyo maisha yetu wa Kristo tukiyamwagilia kila siku kwa neema yake Mungu, hayatanauka, hayatatetereka, kwa sababu iko neema inayotuhifadhi, iko nguvu inayotuhifadhi. Lakini hiyo nguvu inayotuhifadhi haiwezi kukaa kama kuna mapando ya winda. Bwana asifiwe. Tukishamaliza kuyangua mapando, sasa tutamwalika Roho Mtakatifu atujaze. Amina. Tutamwalika Roho Mtakatifu atujaze kwa upya. Wenda kiwango cha Roho Mtakatifu kiko kwenye kiwiko cha miguu. Tunatamani tuzame hapo. Tufurike hapo. Nasikia mafuriko ni kitu kinazama kakionekani tena. Na sisi tunatamani Roho Mtakatifu atufurikie. Roho Mtakatifu atujaze. Roho Mtakatifu atufurikie kwa viwango vya juu zaidi. Kwa sababu tutakuwa na huo uwezo kumwambia Roho Mtakatifu nijaze sasa. Tena tutateseka sana. Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana. Kwa sababu hakuna vitu ndani yetu vinavyotufanya Roho Mtakatifu ashinde kukaa na sisi. Kwa sababu tunaondoa kila kisicho cha Mungu ndani. Lakini pia mwisho tutakuwa tukienda kurudisha shukrani na tukitamka kwa ushindi kwamba vimeshaondolewa vile visivyo vya kimungu ndani yetu. Vimeshaondolewa vile visivyo vya kimungu. Sasa tunaanza kwenda upya na Bwana. Sasa tunaanza kutembea upano wako Bwana. Usipokwenda pamoja na sisi, basi usitutoe hapa. Na sisi mwambie Bwana asipoondoa mapando ndani yetu, basi asitutoe katika jengo hili mpaka pale atakapoondoa kila kisicho cha kimungu ndani yetu. Amina. Hebu simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Endelea kumtafakari Mungu wako. Tunapoenda kuomba rehema na fadhili mbele zake, kwamba Bwana akatusamehe na kutuisha, Bwana akatutakase mioyo yetu, Bwana akatufanye upya roho zetu. Anasema nitaondoa roho ya jiwe ndani yako, nitaondoa moyo wa jiwe ndani yako, nitaweka moyo wa nyama ndani yako. Tumwambie Bwana sasa, tunaomba rehema, akatutakase yeye, akatuishe yeye. Yeye ndio akatufanye upya mioyo yetu. Tunahitaji badiliko la ndani. Hatuhitaji badiliko la nje, tunataka badiliko toka ndani. Nguvu yetu sisi ni Mungu pekee. Maisha yetu sisi